Ukiendelea kusikiliza kila sauti inayokuzunguka, utapoteza mwelekeo wako. Jifunze kukata kelele za nje na kuisikiliza sauti yako ya ndani. Of course, kelele ni nyingi sana. Maoni ya watu, mitandao, hofu, presha za dunia. Mambo ni mengi sana. Unaponyamaza na kupata utulivu, unaweza kujitambua vizuri zaidi. Pia unapata mawazo mapya ya kukusaidia kusonga mbele. Hii ndo sababu watu wengi wenye hekima ambao tunawaadmire huwa wanatenga muda wa peke yao kwa ajili ya kufikiri, lakini pia kwa ajili ya kusali. Je, wewe jiulize, ni lini mara yako ya mwisho umewahi kutenga muda wa peke yako? Je, muda wote unakuwa tu umezungukwa na familia, umezungukwa na marafiki, uko katika mitandao ya kijamii, umezungukwa na kazi, au kuna nafasi unajipa kwa ajili yako mwenyewe kuweza kujisikiliza na kuweza hata kuisikiliza sauti ya Mungu kwenye maisha yako? Muda wa peke yako una faida nyingi sana. Kwanza kabisa, unapata utulivu mkubwa sana wa akili yako. Akili yako inakuwa na utulivu, inakuwa organized, unakuwa umeondoa distractions ambazo zinakuwa zinapiga kelele katika ufahamu wako. Kwa hivyo unapata utulivu. Unafanya maamuzi bora, maamuzi ambayo hayako chini ya influence ya kitu chochote. Sio maamuzi ya watu waliokuzunguka, sio maamuzi ya kile unachokiona kwenye mitandao, sio maamuzi ya mtu mwingine yoyote, bali ni maamuzi yako binafsi ambayo umeyafanyia upembuzi kwa ule muda uliokaa peke yako. Kwa hivyo unajua kwamba haya maamuzi ninayoyafanya ni maamuzi sahihi. Ukiwa ni mtu mwenye imani, unapata mwongozo mzuri zaidi unapokuwa katika hali ya utulivu. Unapata kusikia sauti ya Mungu kwenye maisha yako. Mara nyingi majibu unayoyatafuta yako tayari ndani yako. Kinachohitajika ni muda tu wa wewe kwenda kuyachukua, kukaa katika hali ya utulivu ili uweze kuyapata majibu yako. Tafadhali na kusihi sana, chukua hatua. See you next time. Bye bye for now.